Leo nitakupeni kisa cha ugunduzi mkubwa wa kisayansi uliofanywa na Mtanzania ambaye ilikuwa almanusura upotee kama angechagua kukaa kimya, hasa baada ya kushambuliwa sana kwa maneno na mwalimu wake wa fizikia. Na nimekikumbuka kwa sababu niko hapa na kula ice cream kwenye mji mmoja wa kihistoria magharibi mwa Ujerumani. Sasa mwaka 1963 Mtanzania mmoja anaitwa Erasto Mpemba, sijui kama umewahi kumsikia, alibaini kuwa kimiminika cha moto kinaganda haraka sana kuliko cha baridi. Na unajua ilikuwaje? Mpemba alikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari inaitwa Magamba, iko mkoani Tanga kule. Na wakati wa kipindi cha stadi za kazi walipewa kazi ya kutengeneza ice cream. Sasa kutokana na kuhofia kwamba atakosa nafasi kwenye jokofu kwa ajili ya kuigandisha ice cream yake, Mpemba akaamua kuweka mchanganyiko wake wa ice cream ndani ya jokofu ukiwa bado wa moto, na aliweka karibu kabisa na bakuli la mwanafunzi mwingine ambalo lilikuwa na mchanganyiko uliopoa. Cha kushangaza, Mpemba akabaini kwamba ice cream yake iliganda haraka sana kuliko lile bakuli nyingine. Baadaye alipokwenda kwenye darasa la fizikia akaamua kumuuliza mwalimu wake kuhusu alichokiona. Mwalimu yule badala ya kumsikiliza na hata kutafakari pamoja kuhusiana na ule udadisi, akaishia kumshambulia sana, tena kwa maneno makali mbele ya darasa zima. Na kulingana na Mpemba, anasema mwalimu yule alimwambia kile alichokuwa anakisema ni fizikia ya Mpemba na sicho anachokifundisha yeye ama fizikia inayofahamika duniani. Kwa bahati lakini, miezi kadhaa baadaye, mwanafizikia mmoja mzungu anaitwa Dennis Gordon akaitembelea shule ya Mpemba, na Mpemba hakukubali. Akaamua kunyoosha mkono na kuuliza kuhusu kile alichokibaini. Kama kawaida darasa zima likaangua kicheko, pengine walikuwa wakimdhihaki kwa kushupalia jambo ambalo alikwisha ambiwa na mwalimu wa fizikia kwamba halipo. Lakini kwa bahati nzuri zaidi, mzungu yule hakupuuza kilichosemwa na Mpemba. Aliporudi chuo kikuu cha Dar es Salaam, akaenda kuthibitisha maelezo ya Mpemba ndani ya maabara. Na mwaka 1969 Dennis yule mwanafizikia na Erasto wakachapisha andiko la kitaaluma kuelezea walichokigundua, na wakaupa jina ugunduzi huo Mpemba Effect. Na tangu wakati huo umesalia kwa moja wa ugunduzi wa kuvutia wa kisayansi kutoka Tanzania na unatumika dunia nzima. Erasto Mpemba lakini akaishia kuwa afisa wa wanyamapori na aliaga dunia mwaka 2023 akiacha nyuma urathi wa ugunduzi wa kisayansi ambao kila ninaposhika bakuli la ice cream jina la Erasto Mpemba hunijia kichwani.